waja wangu mimi Mola wenu niko kudhulumu na ni haramu kudhulumu. Allah, jambo zito kabisa. Allah mwenyewe ameiharamisha dhulma juu ya nafsi yake na ukubwa wake, na kuwa yeye ni muumba, yeye ndo kila kitu, mwenye uwezo asiyewezekana. Lakini anatuambia cha kwanza, dhulma kwangu ni haramu kabla ya kuiharamisha kwenu. Ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu dhulma ala nafsi, enyi waja wangu, hakika yangu mimi nimeiharamisha dhulma juu ya nafsi yangu mwenyewe, sitadhulumu mimi. waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu, na nimeifanya dhulma kuwa ni haramu kwenu nyinyi, basi msidhulumiane. Hili kwa kweli sijawahi kuliona katika maisha yangu wala kulisoma. Allah jambo analiharamisha kwanza kwake, kisha anaiharamisha kwetu kama dhulma. فتعال الآن لتسمعه ولتعرفه الدعاء الذي يشق الغمام قبل السماء. Ndio sasa uisikie ile dua ambayo inachanja mbuga, inachanja mawingu, inachanja mbingu saba, ikitoka katika kinywa cha muhusika, hata awe cha pombe, hata awe ananuka kwa madhambi, muda wa kuwa ana haki na amedhulumiwa, dua hiyo inatoka kama cheche ya moto kutoka katika kinywa chake, inakwenda mpaka mbinguni. Al-Imam at-Tirmidhi katika sunani yake anatupokelea hadithi hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa nambari 3598, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, thalathatun la turaddu da'watuhum, watu watatu dua zao hazitorejeshwa na Allah. Wakishamlalamikia Allah, dua inakwenda kupokelewa kwa mikono miwili. Subhanallah. Sikiliza sasa, mtu wa kwanza ni nani? Al-Imamul Adil. Mtu wa kwanza, kiongozi mwadilifu, akinyanyua mikono yake mbinguni, dua yake ni papo kwa hapo, tit for tat. Mtu wa pili, wasaimu hatta yuftira, na mtu aliyefunga, dua atakazoomba Allah anazipokea papo kwa hapo hadi atakapofungulia. Na mtu wa tatu, nasikilizeni sigha, structure aliyoitumia Bwana Mtume kwa mtu wa tatu. Anasema, na mtu wa tatu, wa da'watul madhlum, dua ya mtu aliyedhulumiwa. Yarfa'uha Allahu fawqa al-ghamam, Allah mwenyewe anainyanyua, anaibeba mwenyewe juu ya mawingu, inapasua mawingu. Kama hili halitoshi, anatoa oda kwa malaika wote wa mbingu saba, watufa, anatoa oda Allah, milango yote ya mbingu iwekwe wazi. Kuna dua ya mtu aliyedhulumiwa ipo njiani. Subhanallah. Kama hili halitoshi, Mola kisha iona hii dua inakuja kwake, anatamka maneno mazito sana, anasema, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Ninaapa kwa utukufu wangu, Mola anaapa, ninaapa kwa utukufu wangu, kwa uzito wangu,
kukamilika kwangu. Uliyenitumia salamu za manunguniko na huzuni, umedhulumiwa, ninakuahidi nitakunusuru, hata kama baada ya muda, hata kama sio sasa hivi, lakini nimeshalipokea, nitakunusuru hata baada ya muda fulani. Allahu akbar! Kama hili halitoshi, ndugu zangu, Imamu Al-Hakim katika kitabu chake cha Al-Mustadrak anatupokelea hadithi kwa nambari 81. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kukokoteza na kusisitiza uzito, ukubwa wa dua ya mtu aliyedhulumiwa, Bwana Mtume anasema ittaqu dhulma, ittaqu da'awati al-mazlumi, ogopeni sana dua za mtu aliyedhulumiwa. Fa innaha ila as-samai ka'annaha shararun, kwani dua ya mtu aliyedhulumiwa ikifyatuka, inafyatuka kama cheche za moto kuelekea mbinguni. Subhanallah. Na Imamu Tabarani katika Al-Kabir anapokea naye hadithi nyingine ya ajabu ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi nambari 3718, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ittaqu da'watal mazlum, ogopeni sana dua ya mtu aliyedhulumiwa, fa innaha tuhmalu ala al-ghamam, dua hiyo inabebwa na malaika juu ya mawingu. Fayaqulu Allahu azza wa jalla, Allah atasema kabla ya dua kwa kufika kwake, wa izzati wa jalali, ninaapa kwa utukufu wangu, ninaapa kwa ukubwa wangu, ninaapa kwa ukamilifu wangu, la ansurannaka walau ba'da hin, uliyedhulumiwa na ukanishtakia mimi, nitakunusuru hata kama itakuwa baada ya muda. Al-Imamu al-Bukhari naye anatupa picha iliyotokea mbele ya Muadh ibn Jabal katika sahihi yake, hadithi nambari 2448. Al-Imamu Muslim pia ameipokea kwa hadithi nambari 19, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ba'atha Muadhan ila al-Yaman, Bwana Mtume alipomtuma Muadh ibn Jabal kwenda Yaman, alimwambia Muadh, wasia wa mwisho ninakusindikiza nao, ittaqi da'watal mazlumi, ogopa sana dua ya mtu aliyedhulumiwa, fa innaha laysa bainaha wa baina Allahi hijab, kwani hakika ya dua ya mtu aliyedhulumiwa hakuna kizuizi baina yake na baina ya Allah, inakwenda moja kwa moja. Dua ya mtu aliyedhulumiwa, ndugu zangu, kwa taarifa yenu, hata akiwa ni kafiri, hata akiwa ni kafiri, muda wa kuwa amedhulumiwa kwa namna moja ama nyingine, Muumba anasema nitaipokea dua ya kafiri aliyedhulumiwa. Al-Imamu Ahmad anatupokelea riwaya hii katika musnadi yake, hadithi nambari 12549, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ittaqu
da'wata almadhlumi wa in kana kafira. Ogopeni sana dua ya mtu aliyedhulumiwa hata kama ni kafiri. Fa innahu laysa dunahu hijabun, kwani dua hiyo hakuna baina yake na baina ya Allah katika kumfikia Allah, hakuna kizuizi, itafika mpaka kwa Allah, kuonyesha kwamba dhulma ni mbaya sana. Allah anaahidi ndani ya suratu Nisa kuanzia aya nambari 168 hadi 169 ya kuwa waliodhulumu wote atawaongoza katika njia ya moto wa Jahannam. Subhanallah, Allah anasema innal ladhina kafaru wa dhalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dhalika ala Allahi yasira. Hakika wale waliokufuru na wakadhulumu, hakuwa Allah mwenye kuwasamehe wala mwenye kuongoza katika njia sahihi siku ya Kiyama, isipokuwa anaahidi kuongoza katika njia ya Jahannam na watakaa humo milele, na hilo kwake yeye Allah ni jambo jepesi mno. Kama hili alitoshi, Allah ametupa picha ya namna ya vijiji mbalimbali alivyoviteketeza kwa sababu ya dhulma. Aya maarufu kwa wale wote wenye kuisoma Suratul Kahfi kila Ijumaa, Allah anasema watilka alqura ahlaknahum lamma dhalamu waja'alna limahlikihim maw'ida, na miji hiyo tuliwaangamiza walipodhulumu, na miji hiyo tuliwaangamiza walipodhulumu, na tukawawekea muda maalumu ya kuwaangamiza kwao. Dua ya mdhulumiwa hata kama ni cha pombe, mwovu kweli kweli, Allah anasema ataipokea. Subhanallah, inawezekana kabisa dua zake nyingine zisipokelewe kwa sababu ya madhambi yake. Kauli ya Mtume sallallahu alaihi haramu min arrizqi lidhanbin yusibuhu, wakati mwingine mja anaweza kuharamishiwa riziki yake kwa sababu ya madhambi anayoyafanya. Anaweza kunyimwa mengi kwa sababu ya madhambi yake, lakini akidhulumiwa, akinyanyua mikono yake mbinguni, hata kama ni muovu, Allah anaahidi kuipokea dua yake. Nenda katika Musnad ya Imamu Ahmad mujalladi wa 14 ukurasa 398. Sikiliza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anavyosema, da'watul madhlumi mustajabatun, dua ya mtu aliyedhulumiwa wa in kana fajira, hata fafujuruhu ala nafsihi, uovu wake utabakia pale pale kwake, lakini Allah lazima msikilize kwa dua yake kwa kuwa amedhulumiwa. Hayo kayasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na katika kukujazia zaidi, nenda katika Sunan al-Imam Abi Dawud, hadithi nambari 1536, na katika Jami'u Tirmidhi hadithi nambari 1905. Sikiliza tena Bwana Mtume akisisitiza, akikokoteza, akipigilia msumari